Yo, bwana, mambo vipi? Wananiita Rajab Rashid aka the Coastal Boy aka the boy from Kisauni. Bwana, tupo ndani ya mazingira, ndani ya uwanja, ndani ya Pirates Beach. Na leo bwana tuna mambo mengi. Ama vipi? Leo tumekuja hapa kupiga story. Tuna mwanangu fulani hapa hivi. Tumekuja kupiga story. Ama vipi? Hatuna mambo mengi wala hatuna mbambamba. Lakini tuko hapa tukujuana, kuambizana mawili matatu kuhusu swala zima kuhusu pwani. Kama unavyojua hili ni jicho la pwani. So tuko hapa kuongelea kuhusu pwani. Je, hii pwani unaijua? Na kama pwani unaijua, umesikia wapi? Na umesikia sifa gani kuhusu pwani? Kwa hivyo niko na mwanangu hapa, lakini tuta narrow it down mpaka Mombasa Kisauni. Utasikia sana shamba. Sana shamba ama vipi? Mamingato ama vipi? Kwa hivyo tuko hapa kuongelea kuhusu Kisauni. Sana shamba. Mwanangu, mambo vipi? Safi sana mzee wa kazi. Bwana mzuka kabisa. Barida. Mwecheche kabisa. Au sio? Kabisa vile inafaa. Bwana, mimi ninakuita hapa nataka kuongelea kuhusu Kisauni. Ndio. Kisauni unajua vizuri? Kisauni naimanya vizuri. Lakini kabla tusonge mbele, nataka kuambia tu washikaji pale. Jina lako ni nani? Jina langu ni Super Salo, ama ukipenda niite Huwa Mai. TikTok inapatikana kwa jina hili. Huwa Mai. Huwa Mai unatokea maeneo gani? Natokea Barisheba, Kisauni. Sasa ndugu yangu, mkiwa nakuuliza tu, hii Kisauni bana, kama nilipokuuliza kwa awali ya kwamba bana wasikia mtoto wake ukimpigia simu bana, leo nitembelee. Aishi wapi na Kisauni? Kwa nini unafikiri wasichana wanaogopa kuja mitaa ya Kisauni? Shida huwa ni gani? Shida inayotokea Kisauni kwa stories zinazoelezeka na vitu vilivyokuwa awali vinasababisha matatizo kama vitu gani hivyo? Vitu gani vilikuwa awali? Ya vijana kusumbua. Wako vijana baadhi wapambanaji na wako vijana baadhi shughuli zao ni ngumu. Kuna wapambanaji na kuna wenye wanafanya shughuli ngumu. Kwa maana tunaelewa kwa maana ni kina nani. Hii shughuli ngumu ni shughuli aina gani? Shughuli ngumu ni ajira ambayo ipendezeshi binadamu wote. Wanatumia nguvu sana kupata haki zao za kuishi. Kwa jina rahisi kabisa, kutumia nguvu sana ni nini? Kwa jina rahisi kabisa, kutumia nguvu ili ikae sawa ni kuchukua kitu cha mtu bila ridhaa yake. Ametumia nguvu. Yaani mwizi yani. Mbona unapamba maneno, si useme tu ni mwizi? Kwa kifupi ni kijana anayebakura watu simu zao, vipochi vya kina mama na kuwadhalilisha. Kwa hivyo watu wengi wanaogopa kuja Kisauni kwa sababu ya uhuni, kwa sababu ya wizi, kwa sababu ya story kama hizo nyingi zinazofanyika na vijana wetu. Kwa hivyo wasema Kisauni hakuna uhuni. Kisauni kwa miaka ya nyuma kulikuwa na stories. Kwa sasa hivi hakuna, lakini huko nyuma idadi kubwa ilikuwa yafanyika ni ya uhuni. Kwa hivyo sasa wasema kidogo kumepoa. Sasa hii kidogo kuna nafuu kubwa, kwenye 100% kuna 30 wamebakia wakimalizia basi. Na wewe mwenyewe bana, hii story ya uhuni unaizungumziaje? Wewe mwenyewe unasemaje kuhusu vijana ambao ni wahuni? Vijana kuhusu uhuni ninachozungumzia mimi ni vijana watafutiwe mayuti, majira, vitu kama hivyo, wao wakipambana wenyewe. Lakini tukisema ati tutaumaliza kwa leo na kesho, basi itakuwa ngumu, kwa sababu kizazi na kizazi ilikuwa vitu viko hivi. Na sio Kisauni peke yake kunafanyika vibaya. Ukivuka feri huko bado kunafanyika, ukenda Magongo huko kunafanyika. Siku hizi mpaka Kilifi huko pia kunafanyika. Kwa hivyo wasema hao vijana ambao kwa mitaani saizi ambao unasema ni wapambanaji wakitafutiwa ajira ama opportunities, huu utapungua Kisauni? Tena mkubwa sana. Wengi wao wamekwenda usha vyombo Arabuni. Na walikuwa pia vijana wa kiume. Wanafungua geti huko sana. Wamefungua geti sana, wanaosha vyombo kwa wapambanaji. Wewe unafikiri hapa Kenya hakuna ajira? Ajira hapa kama zipo kwa vijana wachache sana, sio wengi. Maana walioko mitaani vijana ni wengi kuliko walioko makazini. Kwa hivyo unasema suluhisho ni ajira. Suluhisho ni ajira. Ili uhuni uishe Kisauni, lazima watu wajishughulishe kwa njia yoyote hii. Hata usipokuwa county, usipokuwa manispaa, lakini uwe na kipato cha kuingizia shilingi 10 yako. Hauwezi kusumbuana na mtu. Mimi nafikiri tumeongelea kwa upana zaidi. Maana unajua kuna watu kule nje walikuwa na wazungu wanasema stereotype. Kwamba dhana potofu ya mtaa. Ndio. Kwamba Kisauni si mali pazuri, Kisauni uweze enda kuishi, kuna uhuni, kuna waizi, watu wananyonya matiti, harusi hazikeshi. Lakini kumbe ilikuwa ni Kisauni ya zamani, sio ya saizi. Lakini kama ni ya zamani, kuna huyu county commissioner huyu Alinuno alisema shoot to kill. Alisema tu like nafikiri miezi 2-3 iliyopita. Kumaanisha bado ni Kisauni ya sasa, si ya zamani.
kwa kufikiria kwa haraka pengine alipotaja alitaja kwa vizazi vilivyopita. Hivi vya sasa hivi imani yangu kubwa wanajishughulisha, watoto wanafanya mahonda, watoto wanafanya makondakta, watoto wanafanya tuktuk, yani watoto wanazo shughuli za. Kwa hivyo ile shoot to kill alisema kwa wale wahuni ambao ni wazee sasa hivi, sio vijana. Kwa sababu kama vijana sasa hivi washaona ndugu zao wamepigwa risasi sana, au sasa hivi umepeza nini kusikia Kisauni mtu anapigwa risasi? Kitambo sana. Kama kuntulia sasa hivi. Sio kama kuntulia, kuna idadi kubwa. Kwa hivyo wasema kumetulia. Kumetulia. Basi kama kumetulia tumwambie Nuno ama Marwa Kisauni harusi ziendelee kukesha, wasemaje? Hilo ni ombi la serikali na watu tungependelea sisi kama wakazi wa Kisauni turuhusiwe kwa serikali kwa kupendelea kwao, kwa sababu wao ndio kitu wanakistopisha. Sawa bana. Hebu tukimalizia, mimi ningependa tu waambie wale viewers wetu pale ambao wanatuangalia kwa yule kijana ambaye anajishughulisha na ubakuraji ama kuchukua kitu kwa nguvu. Wewe kama kijana ambaye ni kijana safi, nasikia siku hizi waishi magorofani. Siku hizi alhamdulillah, jana sio leo. Sasa wao vijana wenzako ambao wanajishughulisha na ishu kama hizo za ubakuraji, wewe ungependa kuambia nini? Mimi ninachopenda kuambia ni kwamba Mungu kwanza. Pili, usikubali kabisa kukata tamaa. Na usikubali mtu kukuambia hauwezi. Wewe jaribu kadri ya uwezo wako, wewe unapata shilingi 10 yako ya kumiliki ya halali. Hii njia nyingi katia. Inaweza. Wewe niangalie mimi, inaweza. Na niamini kupitia haya maneno yangu, inaweza. Unaweza kijana. Kama uko pale mwanangu umekaa maskani unataka ku give up, don't give up. Kila kitu inawezekana. Bwana, ile Jicho la Pwani, subscribe to our YouTube channel, Instagram, Facebook, TikTok, follow us in all the social media platforms. Vipi? Signing out in style. Bye for now.